Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma ambaye si mwingine bali ni Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu kama hiki ambacho kwamba alituwekea shekhe wetu al-Ustadh Abdurrahim, alituwekea kipande hiki, alituwekea chaneli kama hii ili tuweze kukumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na akaweka kwamba usia huu ambao kwamba utakuwa unahusiwa basi unapatikana katika lugha mbalimbali. Ndio tukaona wenzangu waliotangulia wengine wakieleza lugha ya Kiorma, wengine ya Kisomali, wengine ya Kidigo, ili usia kama huu uweze kumfikia kila mtu. Na mimi leo nitakuwa naelezea kuhusu malezi, kwa sababu dini yetu hii ya Uislamu imeeleza kila kitu, na kwenye malezi pia haijaacha nyuma, bali yakaelezwa malezi na yakawekwa katika mfumo wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatueleza katika Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, bas ama neema ya Mwenyezi Mungu izungumzie. Sasa miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wewe mzazi, Mwenyezi Mungu kakujalia ukaweza ukapata kijana, ukapata binti, ukapata watoto. Sasa hii ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa neema kama hii ukiitumia vizuri, basi wewe utakuwa neema kama hii ya Mwenyezi Mungu umeizungumzia, na ikiwa wewe neema kama hii utaitumia vibaya, basi itakuwa ni fitna mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Bwana Mtume Muhammad kupitia malezi anatueleza kwamba wanatakikana watoto wetu wafundishwe ibada, kumwabudu Mwenyezi Mungu wakiwa wapo na umri wa miaka 7, na wakifika pia miaka 10 uwaadhibu wakiwa hawataki kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hiki ndicho kiasi ambao kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuwekea, ili hawa watoto mpaka wakija wakiwa vijana wawe ni watu washazoea ibada za kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na Bwana Mtume Muhammad kutueleza katika hadithi, anatuambia kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kwamba kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataenda kuulizwa juu ya kile alichokichunga. Kwa hiyo sisi tupo hapa duniani, lakini tujue kwamba kila mmoja ni mchunga na lazima ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokichunga. Sasa kwa haya maudhui yetu ambayo tunaeleza ya malezi, tutaeleza baba. Sasa katika hadithi tunaambiwa fal abu ra'in, basi huu baba yeye ni mchunga na ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile alichokuchunga, kwa kuwa baba yeye ndio kichwa cha familia, yeye watu wote wa pale nyumbani wapo chini yake, basi lazima yeye ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kile alichokichunga. Sasa haya ndiyo malezi ambayo kwamba tunatakikana kama sisi wazazi waweze kuwalea watoto wao katika malezi kama haya. Maana lau mzazi atamlea mtoto wake katika malezi mazuri, malezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia na mtume wake, basi mzazi kama huu, wale watoto wake watakuwa ni wenye kuchunga heshima yake, ni wenye kuchunga hadhi yake. Na mara nyingi wazazi pia wanapenda kwamba watoto wao wawe ni watoto wazuri, watoto ambao kwamba wanasifika kwa tabia nzuri, sio nyumbani tu, hadi wakiwepo mtaani basi wanasifika kwamba watoto wale ni watoto wazuri. Alafu sifa kama hizi zitakufikia wewe mzazi.
Sasa je, ni njia gani ambayo kwamba tutumie mpaka watoto waweze kuwa vizuri namna hii? Basi hamna njia nyingine isipokuwa ni kuwafundisha watoto dini ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Bwana Mtume Muhammad anatueleza faida za kijana ambaye kwamba yeye atalelewa katika malezi mazuri, malezi ya kumjua Mwenyezi Mungu. Anaeleza katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira kwamba watu 7 watakuwepo katika kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Sasa miongoni mwa watu hao 7, mmoja nani? Ni shabu nasha fi ibadatillah, ni kijana ambaye kwamba amekulia katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, kijana ambaye kwamba wazazi wake walimfundisha toka udogoni mwake kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa kijana kama huyu siku ya Kiyama yeye atakuwa katika kivuli miongoni mwa vivuli vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli ni cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kivuli kitakuwa ni cha watu maalumu. Sasa miongoni mwa watu hao ni kijana ambaye kwamba yeye wazazi wake wamemlelea katika malezi ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anatupagia mfano katika Qur'ani kwa wazazi ambao kwamba waliwalea watoto wao malezi mazuri. Anatupigia mfano kwa Nabii Ibrahim. Kama tunavyojua Nabii Ibrahim yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba alimwamrisha kwamba amchinje mwanawe, na alivyofika kwa mwanawe kumpa habari kama ile kwamba nimeamrishwa na Mwenyezi Mungu ni kuchinje, mtoto kama yule hakupinga amri kama ile ya mzee wake. Alimwambiaje? If'al ma tu'mar, fanya vile ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, basi fanya vile vile. Kwa tunakuta kwamba huyu kijana yeye alilelewa katika malezi mazuri kiasi cha kwamba mzazi akija na amri yoyote basi hawezi kumkatalia. Ndio kijana kama yule akaweza kuswadikisha kwamba ni kweli ameagizwa na Mwenyezi Mungu, na yule kijana akawa ni mwenye kukubali. Na tukiangalia Ismaili hakuishia tu hapa, bali aliamiliana na mzee wake katika kusaidiana mambo mengi katika dini, pia katika kuweka msingi wa Al-Kaaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu mzee wake alikuwa akimlea malezi mazuri. Na vile vile Ibrahim hakuishia tu hapa. Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani kwamba awaswa biha Ibrahimu wa Yaqubu ya baniya inna Allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabii Ibrahimu yeye aliwahusia watoto wake na Yakubu pia kwamba ya baniya, enyi watoto wangu, hakika ya Mwenyezi Mungu amewachagulieni nyinyi dini, kwa hiyo fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa muwe katika ndani ya Uislamu. Mwenyezi Mungu amewataulieni nyinyi dini hii ya haki, kwa hiyo msifanye ushirikina, msifanye mambo mengine, ifateni dini ya Mwenyezi Mungu na wala msife isipokuwa mpo ndani ya Uislamu. Angalia namna ya wazazi ambavyo kwamba walikuwa wakiwajali watoto wao na wakiwafundisha watoto wao malezi mazuri kama haya. Na pia sio Nabii Ibrahimu tu, pia Nabii Yakubu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaquba al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Nabii Yakubu yeye Mwenyezi Mungu anasema, je, mlikuwepo Nabii Yakubu alipokuwepo katika sakaratul maut? Alisema nini? Aliwaambia watoto wake ni kitu gani, ni nani ambaye kwamba mtamwabudu baada yangu? Wale watoto wakasema, naabudu ilahaka, tutamwabudu Mola wako na Mola wa mababa zako Ibrahimu wa Ismaili na Ishaq. Sisi ndio Mola ambao kwamba sisi tutamwabudu, kwa kuwa wewe udogoni ulitufundisha sisi kwamba tumwabudu Mola huyu, basi na sisi hadi ukafariki na sisi tutaendelea kumwabudu Mola huyu. Kwa hiyo hawa tunakuta kwamba ni watoto ambao kwamba walilelewa vizuri na wazazi wao, na wakawa watoto kama hawa wameleleka kweli katika malezi ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sasa ukiwa na sisi wazazi
tunataka watoto wetu wawe kama hivi, basi tuwafundishe maneno ya Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukiwa sisi wazazi ndio tunakuwa tunawaachilia watoto wetu, tutakuwa ndio sababu ya kufanya watoto wetu waweze kuangamia, kama anavyosema mshairi, idha kana rabbul baiti bitabili dhariban fala talumi subyana ala raksi. Ikiwa baba mwenye nyumba yeye ndiyo anapiga ngoma, basi usimlaumu, usiwalaumu wale watoto wakicheza, kwa sababu wewe baba mwenye nyumba, wewe mlezi wa nyumba ndiye ambaye kwamba umepiga ngoma, basi usimlaumu naye mtoto akicheza. Kwa hiyo wewe umepiga ngoma, tena ngoma isiyofaa, na unamfundisha mtoto wako mchezo usiofaa. Kwa haya mengi na machache, hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء.